Maafisa wa Ukraine wanasema kwamba vikosi vya Urusi vimeanzisha mashambulizi makali dhidi ya mitambo ya chuma huko Azovstal, likitajwa kuwa ni shambulio la mwisho katika mji wa Mariupol. Kamanda wa kikosi cha Azov amesema vikosi vya Ukraine ndani ya mtambo huo vimekuwa vikipigana na vikosi vya Urusi kwa siku ya pili mfululizo, huku Urusi ilifanikiwa kuingia katika eneo la mtambo huo mkubwa baada ya mashambulizi ya muda mrefu. Taarifa kamili na David Mkia. Takriban raia 200 wanaaminika kujificha ndani ya mtambo huo, wakiwemo watoto. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameomba Umoja wa Mataifa kuendelea kusaidia kuokoa maisha ya watu waliosalia katika eneo hilo. Katika ujumbe mfupi wa video uliotumwa kwenye mtandao wa Telegram, kamanda wa Azov Denis Prokopenko amesema anajivunia askari wake ambao wanafanya juhudi kubwa kulinda Ukraine licha ya kukiri kuwa hali bado ni mbaya. Slava Ukraini! Utukufu kwa Ukraine. Kwa siku 70 jeshi la Mariupol limekuwa likipinga vikosi vya adui tangu Aprili 25. Tumekuwa tukishikilia ulinzi wa pande zote kwenye kiwanda cha Azovstal. Tayari ni siku ya pili tangu adui aingie katika eneo letu. Kuna vita vikali vya mwagaji damu. Najivunia askari wangu wanaofanya juhudi zinazozidi za kibinadamu kuzuia shinikizo la adui. Ninashukuru ulimwengu wote kwa msaada mkubwa kwa jeshi la Mariupol. Wanajeshi wetu wanastahili. Hali ni ngumu sana, lakini haijalishi, tunaendelea kutekeleza agizo la kushikilia eneo letu. Urusi imesema itatekeleza usitishaji wa mapigano kuanzia Alhamisi ili kuruhusu raia zaidi kuhamishwa kutoka katika kiwanda cha Azovstal. Wakati huo, taarifa mpya inaonyesha kwamba zaidi ya watu 600 waliuawa wakati Urusi iliposhambulia kwa bomu jumba la maonyesho huko Mariupol mwezi Machi. Shambulio hilo linaaminika kusababisha hasara kubwa zaidi inayojulikana ya watu kupoteza maisha tokea kuanza kwa